So the woman kuniona akawa interested. Na akaanza kuniambia story na lesbianism nikianza mambo na garden ya kwake. Na ni mtu wa kanisa. Ni mtu wa kanisa, hadi washirika walikuwa wanakuja kila jioni. Kwani ni pastor? Ni mama wa kanisa. Sijali, aliniambia ni mama mmoja, sijui mama wanacheo kanisani, kitu kama hiyo. Akanionyesha video hapo ya lesbianism. Nikamwangalia huyo mama, nikamwambia sasa ulikuwa unataka ni name I do what you want, and so video ilikuwa inaonyesha nini? Okay, sucking boobs, licking, unaona? You be romantic more than a man. Kutengeneza mama akatoka bafu akakuja akanisukuma kwa wall. Na akasema kama mwanaume. Na akasema anataka kunionyesha na online. Kenye nitaona pale nimfanyie, na kama sitafanya hivyo si nijisahau, yani nisahau huyo mtoto hadi mimi mwenyewe maisha yangu. Ilifika mahali sasa ndo nakupelekea ikafika mahali it's like California in love ya ukweli. The woman alikuwa ananichukua ananipeleka sasa kuninunulia mavazi ya kiume zote. Ya kiume. Baka boxer. Paka nywele ninyolewe. Ameniweka juu sana, nataka hata nisomee driving, sasa we get married. Ati? We get married. Ako very serious. Na si yako church? Sina kuambia ni mama mkubwa wa kanisa, hadi ana donate kanisa. Kwani church ilikuwa ama lesbian? Mama mwenyewe ndo anaweza judge, mama mwenyewe ndo ameniambia nifanye hizo shughuli, and then hao wengine wakikuja mama ana pretend like yeye ni mwokovu sana, ame rescue mtoto Muislamu. Na saizi at the moment huyo mama nasikia hata ana kanisa yake ambaye sijui. Ako na kanisa? Ana kanisa la Nakuru Free Area. Inaitwa aje? Sijajua. Imefika mahali nimeona sina dhamana katika hii maisha. Nimeamua sitaki relationships side ya lesbian na rather side ya wanaume. Hello guys, how are you doing? I hope you're doing good. Mimi niko poa sana. Na I hope you subscribe, ni join you subscribe bete dhini wa platform wino Saimo K official. Na kama hauja subscribe by the way na una watch nigwiraga niukoragwo ukihitiria tondu njireri ungihota kuni support nayo. The only way to support this platform ni kusubscribe na unafinya notification bell, ndio anytime niki-upload content unakuwa notified. Karibuni sana. Siku ya leo niko na story nataka tusikize, na leo najua watu wenye wasikiangi Kiswahili itakuwa challenge kidogo, but it's a very nice story. Ni story worth listening. So ukae hapo, it is worth time yako usikie vitu zenye mgeni wangu amepitia. So hurting, so deep. So kaa hapo, by the way usitoke hapo. Na before anything else ama before aanze kama venye nawaambianga mtu akikuja huku kitu yote yenye ataenda kusema maundu mare mothe ya guthie kwaria ucio ti murugamo wakwa. Hiyo si msimamo yangu, ni msimamo yake, ni maoni make na tibao ma platform ino yako. So mwe karibu sana. Kitu yenye nitafanya nitawapia tu ad kidogo za shamba, then tuingie kwa story. So mko karibu sana. Itanathi muno ni ngomba gucokia ngatho nyingi muno ni undu wa eroreri aitu aria makoragwo matwihokete na magakorwo makiinvest na kambuni ici ndutaga wira nacio. Na ni ngomba gucokia ngatho ni undu wa kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited ni undu wa gwitikira kurutithania wira na ithui, na andu aria hihi mutakoretwo mukirora kana mutonaga mitambo-ini muno kana hihi mutano magirira social media ta Facebook, to ni ngoretwo ngiposti bica nyingi muno ati kambuni ya Golden Dreams ni turakorirwo tukihotanira awards, na ni awards ithatu ya gutwika ati the most reliable and timely title deed assurance investment, na ni producer ni yakujikirira certificate icio hau iria turaheirwo ati ungienda kuigira na broti kana kea kana mugunda no heo title na ihenya muno ihinda-ini riria riagirire. Ti kundu kungi wagirwo ku invest nakuo, ni guku kwa Golden Dreams Land and Properties Limited. Na kuma kwi award iyo no turaheirwo award ingi ati taru mundu gwitwo Fred Kahura, director wa Golden Dreams Land and Properties Limited, na kenera heirwo award nike guvomere ore yandikitwo most trusted managing director in land selling to diaspora investors. Tukana wanyito guo
ni Mr. Fred Kahura na ici ni award very kiria very kejuge na very international mutigacione ha horo uguo by the way uguo wiguite maundu ta macio kuma gwa kambuni ya Golden Dreams ati nginya andu aria maheanaga award ici ni maramatambura makamenya ati ni maheanaga title ihinda-ini riria riagirire nake director witu Mr. Fred Kahura ati niwe most trusted managing director in land selling to diaspora investors. Bikana mwanyito horo cio tondu director ni agenagia tondu ni oka huko na akaheana namba yake such that ati ono ngikorwo kienda kwaria nake direct ni ukwaria nake uguo riria ndamwira this is the best company to invest co-invest nayo mugetikagio uguo ndiramwira nema tondu murana nginya ni ratamburu na ndina mena project nyingi muno makoretwo magikuhaririria muno makiria na project ile tukoretwo twinayo ekuria mwena wa Masinga ni ndronire ndatubirwo mapu na ndrona riu ithiete guthiririkira fiu na ningwiraga ugikorwo we ni ukwenda kuigithia na project hiyo broti kuria ni ciringi 199 broti cia 50 by 100 na cie hakuhi na farafara na kundu kuria ni gwake na ni kwiriga ngwiraga mugunda urio thiururukirio ni fara uguo gutire mundu ungiuga ati ni ndokire ndi wa mbere kana ndoka ndi wa mwisho tondu hari okuoya no nginya uri hutania na fara kundu kuria kwina thitima na kwina maundu mothe broti iria no wigirire deposit ya 50 balance uri he na mieri 6 na oho kwina broti Malindi cia 101 ona kuona wigirire deposit ya 50 balance uri he na mieri 6 na no ndagika 30 kuma Malindi town haria mugunda uyu uri na mugunda uyu ukoragwo komeire farafara ukoragwo hutitie rami na riu ni ndake kwashwira ati company no wa investing for sure besha ciaku cie safe investment yaku is safe broti ciaku cie safe tondu na migunda yao ni makoragwo mairigite na ati title no ukomiona ihinda-ini riria riagirire so ni undu wohoro makiria hura namba eno ya thimu 0743 422222 0743 42 2222 kana ugicere kuria Ruiru building twitaga BD house third floor room third floor kodao korene room iriku no ngwiciria wagithi kuria third floor uguthie utwaritwo ni stairs ginya kuria office cia Golden Dreams ciri ugu gutire iriga so long as no wathie BD house ugu urathie third floor ni uguthi wonete office cia uku na ni ukwamukirwo na njira ya fata muno na njira ya gitio so mwe karibu sana gukwa Golden Dreams undo cio ngegulirikania ni ati wewe muciari we hau by the way na ni urenda gukorwo ukirehe mwana waku guku gwitu tukorwo tukimuhe skills about video shooting video editing photography maundu macio mothe DJing no ni turaofa maundu macio na tugaga ithuĩ ni skills tuheanaga tukuheaga maundu mario thia gukora ground by the way na nini njugaga guku ti thukuru ati kuri thia gukuheo mafuku na karamu ambia kwandika ngathio ri wike u guku ni ukio korwo ni camera urathoma tugakunengera camera this is the camera irutaga wira no okorwo ni editing tugakunengera laptop kana computer video editor no okorwo ni drone tugakuonia drone ihuthikaga u okorwo ni gimbal indo icio ciothe tugakuonera cihuthikaga na kundu guku ni kwega muno na angikorwo fiu we ni wiriragiria gutuika producer kana video director video editor photographer munoma kuje huku kwetu uone zile mambo tutakupatia guku tikubahatisha na tigwetherera I'm working with professionals yani ando maikarete thini wa video shooting video editing industry for more than 15 years no githake na mundu ucio ugu gutiri undu ataramenya mundu ando mathondekete film watu wako sawa hadi vitu tunaitaga color grading they are so professional okorwo ni DJ urenda ma DJ marendera work now ni ando maikarite more than 20 years so ni watu wanakupatia techniques zote za DJing na guku gwitu ni turamunyita ogeni muno na ona hangikorwo hihi we hau na we muciari kana we kiria no wende ku join ginya mwaka uyu ngiroka tuhurire thimu tumenyithie niguo tukuigire slot tondu tutihota kwa accommodate andu aingi twendaga tukoya o andu kiango fulani andu matari aingi nigetha na ithu tukahota kumanengera ugi ucio wothe tukahota kumanage wega tutigathie kuoya andu aingi nyingi tumahe kindu kiria tutarenda I want undu uria twinaguo kana target iria twinayo ni ati this will be the best the best hub to learn about those the skills techniques na maundu macio mothe guku ndakwira miaka igana na eguka ni murionaga ati mundu wothe urenda guthi guthoma maundu ma video kundu kuria ngithia thome kundu professional na akorwo na skills icio ni guku na very soon we are going to do a
a very nini nitugwika movie nigetha muone maundu maria turamwira okorwo ta video shooting cia nyimbo nitwikaga na ndimwiraga by the way ukorwo we hau na ni urenda kuina no wende kwirwo video talk to us ukorwo we na event o yothe araniria na ithui nitukaga no tukire live coverage no tukuhurire mbica no tukwere video korwo hihi ni kindu tohiki mathiko kamweretho makurusedi maundu ta macio mothe nitwikaga na tugeka na njira very in a professional way. So nundu wohoro makiria tuhurire namba eno ya thimu 0724 333313 0724 333313. Kwa majina naitwa Fatuma Huka. Fatuma Huka. Yeah. Okay, wewe ni Muislamu, wewe ni Mkikuyu ama? Mimi ni Muislamu Mborana. Mborana? Yeah. Mborana, unajua tribes zingine nilikuwa nasoma nikiwa shule. Oh. Mimi ni Mborana. Mborana wametoka wapi? Okay, mimi ni Mborana kutoka Marsabit. Oh, kutoka Marsabit. Yeah. Okay. Okay, tuendelee. Na nimezaliwa huko, lakini nimegrowia different place na Marsabit. So I think tutaanzia hapo kujua story yako. Tukuja hivyo hadi tufike mahali tuko saa hizi. Okay, my story mimi kwa masomo nimefika form 4. Nimemaliza form 4. Na kusoma kwangu high school ilikuwa nimepitia changamoto kubwa. Hata sitaki tuanzie high school, tuanzie kutoka kuzaliwa, venye ulikuja hivyo, ukagrow your lifestyle yenye uliishi hivyo. Okay, nikizaliwa nikigrow nilikuwa na life mzuri. Nilikuwa na mama na nilikuwa na baba at the same time. Okay. So my mom passed akaniacha nikiwa 11, nilikuwa naenda kujaza 12 years. Okay. But tuseme tu nilikuwa 11. After na my dad before my mom alikuwa na first wife. Okay. Babangu ameoa na wake watatu. Alikuwa Muislamu? Ni Muislamu. Oh. Yeah, my dad, mamangu sasa ni the second wife. Okay. Na kuna the third wife. Okay. Na third wife walikuwa wameoa wote wakiwa. Before my mom hata dad alikuwa ameoa dad. Oh. Yeah, so ile argument ya wazazi, dada akaamua kutuchukua. Akaachilia. After madhe kudedi ama? Madhe akiwa tu. Wakaagi wakatake over, akatutake over. Okay. Akatupeleka kwa bibi yake. Oh, mbona akaamua kufanya hivyo? Walikuwa na argument na mama akaamua mambo ya dada ataka kabisa. My dad alikuwa mtu alcohol sana na mtu war. Violence. Okay. So mama akaamua tu ajiondoe hapo. So mama yangu akamdivorce akaenda akakaa. Bata kutuacha distance, alikuwa karibu na sisi. Kwenye sisi tulikuwa tunakaa kwa dad na huyo bibi yake na mama alikuwa kwake. Okay. So my mom in that process akapata bwana akamoa, bata kujua in that situation yenye. After sasa walikuwa wamedivorce ama? Wamedivorce na my dad sasa. Lakini nyinyi dada amewachukua. Mama akaenda kivyake. Yeah. Akaenda akapata na msee. Akapata na msee. Msee akumwambia status zake. So mamangu kana yeye like 1 year akakuja akajua, akatuita. Bado tulikuwa wadogo. Akatuita na akatuambia. Na akaattempt hata kujiua mbele ya macho yetu. Akawaambia nini? Alisema ameadhirika, hakujua amefanywa unyama kama ina. Sikuget, hebu ongea vizuri. Alisema hakujua huyo stepfather wetu alikuwa victim. Victim wa? HIV. Oh. Yeah. So my mom alipass na hiyo. Okay. Yeah. Sasa from there mom vile alipass in that process, vile ule mwingine alibaki the stepdad. Mama akapass, but stepdad hakuwahi tushughulikia, ati ama akatusaidia. Alikuwa tu anaona tu vile tunahangaika. Lakini si mlikuwa kwa baba yenu sasa? Baba sasa ndio tulikuwa kwa baba, lakini baba naye babangu alikuwa anasikiza bibi yake sana. Hakuna tuko tunapata nafasi ya kukaa chini na dad tumuelezee what we are going through. Ndio alikuwa job. Mlikuwa unapitia through a lot. Tulikuwa tunapitia a lot. Ikafika mahali hadi unaona wewe ni dem, unataka kumwambia maybe unanyesha, una mtu kama wewe unaweza ongelesha. Hakuna mtu anaweza kukuadvise use this ni hivi na hivi. Alikuwa ametuachilia tu sisi tukae. Tukaishi temporarily hivyo tu. So my dad akakuja akakosana na tena huyo stepmother akatoka huko akarudi kwao tena akajirudisha.
So kurudi kwake hapo akasema hakuna vile hii nyumba tunaweza kaa hivi, ikawa ni woa, na anaambia babangu mimi naleta umalaya kwake, unaona. Ikawa sasa ugomvi tunapigwa vita, si mimi peke yangu, watoto wa first wife na second wife, ikawa ni vita. First wife ana vijana wawili. Nasema sasa mama yako alikuwa na watoto wangapi? 4. So mlikuwa 4. Yeah. Na wote sina watoto wa baba mmoja. Sasa sisi hao watoto 4 na hao vijana wawili wakaongezwa 6, hatukuwa na mtu mtetezi up to right now this minute, ambaye whoever want to investigate wanaweza investigate tu. Okay. Ni kitu ina discussiwa all over that area yenye tuko. Okay. My brother from there, nikaona mama mdogo vile tunapelekana na yeye, si venye tunapelekana itafika mahali maybe something yenye itazidi, anaweza fanya kitu kingine mbaya zaidi ya kwenye yako. So mimi nikaamua nimuondoke. Kumuondokea, I get married to old man. Maybe nikimpea age 45 years and I was 13 years. Ulimtoa wapi? Nilimtoa tu huko stage. Naivasha, alikuwa side za Karagita. Okay. Nilimtoa hiyo sides. So tukakaa naye, nikapata ball, nikajifunza. So amekuoa juu wewe umetaka kuolewa, ama labda ni juu ya do, ama ni juu ya nini? Ama ni juu ya zile vitu na go through? Yeah, what I pass through na I need money. Na wazazi wako wana pingamizi? If they don't care, baba yake mwenye angekea si mama, na yuko ashaenda. Okay. Na stepfather pia alikuwa hai, hakuwahi care. Okay. Na my step mama hata akushughulika. Walisikia tu mimi niko na mzee, naishi na mzee mkubwa huko chini, naomba pay attention ama kushughulika. Hadi nikijifungua kuna mtu alishughulika. So nikakaa na huyo, ikafika mahali hata nikiagiwa na huyo mzee, anaona mimi sina mtetezi, sina mtu, unaona, anatumia kama trash. Kuna akaniingisha kwa biashara at the age of 16 sasa. Nikaingia biashara ya fake money, kwenda kuwekelea watu chumvi. Chumvi inaitwa Nilma, like si wewe na okay, mimi nakujua una duka yako na mimi ni customer tu, I normally come na nunua tu kwako kila siku kawa rafiki yangu. So hii busy ya chumvi aliniambia, you call your friend, mwambie umeenda Nairobi, kuna mzigo wako itatumwa. Akuweke wapi? Hapa. So mwenye ataleta hiyo staff apige simu. Aniambia niko Naivasha, uko wapi? Nimwambie niko Nairobi, kuna rafiki yangu hapo, utaachia rafiki yangu. Akifika kwa huyo atampigia simu, mwambie nimetumwa na Fatuma nikuweke nikupe mzigo. Amekuachia pesa? Amwambie hapana. Amwambie chumvi moja ni 5000 na ameitisha 2 10000. Kama hajakuachia siwezi kukuachia mzigo. Unaona, saa itabidi huyo mama wa duka anipigie simu, aniambie ule mwenye umetuma niachie vitu, anasema hujamtumia pesa hata acha mzigo. Nimwambie mpe simu. Akimpe hiyo simu yake nimwambie so acha nikutumie tu saizi. And then I send please call me to the woman mwenye ameleta chumvi. So where the owner of the shop, utaona kabisa nimetumia huyo mama 10000. So utachua hiyo chumvi utakaa nayo, ambaye mimi sijatuma transaction. It's only please call me, umesikia message kipop. Na alafu nimpigie nimwambie umepata, aseme nimepata, nimeshukuru sana. So wewe utafall into that trap. Alafu huyu akienda nitakupea tu nikupigie nikwambie niko Limuru on my way to kwenye huko, nikuje kuchukua, lakini mnunuzi mwenye anachukua hiyo chumvi amefika mbele yangu, ningeomba sana ufanye nini? Umuuzie hiyo chumvi na kupe 20000. If nimenunua 10000 na huyu anakuja ananunua na 20000, wewe utakuwa interested. Alafu sasa mwenye atanua ukimpea chumvi atakupea 20000 lakini cash money. Lakini umeplan na yeye. Yeah, tuko na wote. Mnunuzi mwenye analeta. Sisi wote tuko kimoja. Mwenye tunachezea mindset sana huyu wa duka. Yeah. Anakuja anaona anapatiwa 20000. Cash money original anaona na macho. And then mimi nitakuja baadaye. Mwambie asanti, shikatoa 500 nipe, nichukue 19500 akiona, so that nitarudishia mwenye alikuja kununua ambaye tuko deal naye. Okay. Ule mama sasa atashikwa na ile pressure ya kutaka kununua, maana yake ako na namba ya yule mwenye analeta hii mzigo, na nimemwambia usipeane hiyo namba ya mwenye analeta mzigo. So utakuwa na ile tamaa wewe uitishe hiyo mzigo. So ukiitisha hakuna mwenye atai kuja kununua. Mletaji yako, lakini mnunuzi atakuwa. Sasa niulize, na ni chumvi ya kawaida ama ni nini?
Ni chumvi ya kawaida inapakiwa ina sachet inajiita Nilma salt. So mlikuwa mnawaambia ni kitu iko na soko, ni kama venye watu wanauzanga sijui mercury sijui nini. Tulikuwa tunaambia hii ni dawa ya cancer. Si chumvi ya kuweka kwa chakula. Okay, ni chumvi si tumeipack, but tumeipack kwa sachet yenye imejiita Nilma salt. So madhi atanunua 10k, so mmemkon 10,000. Atanunua 20, itakuwa nimemgonga 20,000 yote kwa sababu ni chumvi nomo nimempea. Inaenda inanunuliwa hapa onea wetu Nakuru. Kuna place hapo inauzwa hizo. Unachukua alafu unatafuta hizo sachet mnapack. Pale Mbaruko. Zenye zinapaki yangu inatugunia hapo. Aufiki Mbaruko ni chini hapo karibu Climax. Nimepaona. Yeah. Hizo zinakuanga hizo vitu? Ni hizo tu, chumvi ya kawaida. Sawa wewe utanunua utake kunishinda biashara. Na utakuwa umeniambia. Akaningisha kwa hiyo na akaningisha kwa fake money. Sasa huyu madhe akichukua hiyo chumvi akose customer hata jam. Ataenda kwa CID. CID wamwambie hiyo ni kitu yenye inaendelea saa hizi, so CID waanze kunitafuta. Whereby nitamuuliza nimekuambia ununue. Did I send you to buy? Nilikwambia niwekee mzigo wewe na kierere ukanua. So enda utafute mwenye ulipea pesa zako. So hapo mimi na win the case. Hapo hakuna kesi actually. So kesi itabaki kwa mwenye alipea pesa zake. Si mimi. Atafute huyo naye ule ataenda muambie nilinunua. Wewe ndio uliniitisha, mimi nilikuuzia. This is my business. I do my business vile nataka. Sasa wewe uliniitisha nikakuuzia, ningefanya nini? Bas na siwezi rudisha kwa kampuni. So hapo sasa mlikuwa mnapata do. Okay, yeah, like but ilikuwa na wafuasi wengi, naweza pata 100k na mko watu 15. Sasa hata hizo ni pesa gani? Okay, sasa unajua by then mimi nilikuwa naingishwa kwa hizo mchezo. Mimi hata hizo zangu zikigaiwa ilikuwa inaenda kwa baby daddy. Alikuwa anachukua mimi anaweza nipea 3k. Naona 3k ikiwa pesa mingi. Naenda nanunulia mabrother zangu hivi unaona. So nilikuwa naona kama it's okay with me. So akakuingiza kwa hizo biashara za ukora na nini nyingine? Akakuja wakati pesa ililaunchiwa hizi zenye zimeingia akanipea hii pesa mpya. Yeah. Inalaunchiwa leo naletewa leo. Nikaambiwa niende nao kwa duka na nunua, naenda the shop na itisha nipe sukari kilo moja, ananipea sukari na the balance, mwingine sukari, the balance rice, the balance hivyo. Ndio nini? Sindo sasa those pesa yenye na supply it's ni fake. Sijageta hapo burudia. Okay, the fake money ndo nifanye exchange. Sasa zenye hii ndo mpya ilikuwa inalaunchiwa. Usiku sana naenda kwa shop. So yeye alikuwa na fake. Si moja. Yeah, kama box. Juu watu hawatajua. Hawako wanajua. Si hawatajua, hawezi jua kwa sababu imelaunchiwa leo kabla wajue fake na original. Ilikuwa ina take time. Okay. So ikafika mahali paka sasa nikakujiwa na CID. Na ulikuwa sasa hiyo nini mliweza kupata kaa pesa ngapi? Okay, unasikia hizo fake pia yananunua. Ziko kuna wanaita first class, sijui wanaita kuna AB, kuna iko na level, kuna yenye nikikuletea uwezi jua kama ni fake. Mimi as in okay, sijasema ni wewe, anyone hawezi jua kama ni fake standard yenye iko. Hiyo time hata saizi kuna yenye ukiletewa hivi uwezi jua kama ni fake. Labda utumie machine. Okay. Na kuna yenye ukishika tu utajua ni fake. Kabisa. Okay. So iko na class. Na pia yeye anazinunua, kuna mwenye anamsupply which sijaijua ni nani. So kwa hiyo process mimi nikienda ninunue sukari kilo niambiwe ni 100, nitapewa sukari na nipewe 900. Tena niruweke kwa nyumba 900 na sukari nichukue dhao nyingine niende rice. So ikawa ni kama nina supermarket ya chakula kwa nyumba, lakini pesa sijui juu alikuwa anazichukua. Okay. Ndio ikafika mahali nikapigiwa, wakakuja OCS, alikuwa ni OCS ama ni na DCI ndo alikuja na akapiga risasi juu. Kwa nini? Na akachukua gari yake sasa ya baby daddy. Alikuwa na gari. Ana gari. So akachukua hadi gari na akapiga risasi nisimame mimi. Sasa baby daddy hakukuwa ametoka. Wewe ulikuwa wapi? Ulikuwa kwa nyumba? Nilikuwa kwa nyumba. Wakakuja. Mimi kuona ni hao na mimi kuona wametoa waya hivi wamegurumisha gari, sijui wamegurumisha kwa njia gani. Ni gate wanafungua watoe gari.
Naye mimi nikawaona ni wale, nikiwa natoroka wakanifuata nyuma, wawili miguu na gari. Ndio wakalipua. Wakapiga risasi juu nisimame, but sikusimama. Paka Nakuru, nilitrek miguu paka Nakuru. We? Na wangekushoot. Karibu Nakuru. Niko almost Nakuru. Ndo nikapatana na, nikapewa lift na trailer, Transist kunipea lift, nikamweleza my problems. Kumweleza huyo nikidhani ni mtu maybe msaidizi, I was 17 by then. Atanisaidia, ikawa ni akanipitisha kwenye, namwambia nishikishie pipeline, akanipitisha akanipeleka mahali panaitwa huko mbele huko Black Spot. Anaita Black Spot. Ukipita pipeline. Mbele Salga, inaitwa Salga. Salga? Yeah, akaniweka Salga. Salga unajua ni mbali sana? Yes, niko na trailer ndo imenipea lift. Sasa nikaenda akaniweka Salga na akaniambia hapo in the middle of night, ati sasa wewe uwezi enda hivyo, lazima tula. Nikamwambia I'm on my period. Duno alikataa na akatoa jora. That is where nilijua hapo ndo nilijua trailer inakuanga na vitanda. First time kujua. Hapo so the guy akafanya shughuli na akaniacha hapo bila hata bob. Na si angefanyia tu hiyo na huko Nakuru basi na kuacha. Na niacha, so aliniacha Salga na akafanya hivyo na akaenda. So mimi ikabidi nikae Salga mpaka asubuhi. Kufikia asubuhi nikaomba. Sasa unaona ni serikali inanifukuza sasa. Nimetoroka polisi CID. So wamekuacha hapo. Nikaachwa hapo. Nikaanza kutafuta job huko. Sasa but kulala ilikuwa ni kwa street. Okay. Na niko na baba na stepmother, bado hawajali na wamesikia natafutwa. Na wanajua hiyo process yote, cause nikipata hizo pesa, tukienda hiyo mission nipate pesa, sijai kula bila kuwapelekea. Na walikuwa wanajua zile biashara unafanya? Wanajua. Walikuwa wanajua cause the cases ilikuwa inakuja. Nikaona like walikuwa wananipenda juu nina pesa. Yeah. That's for sure, yeah. Sasa mimi from there nikaenda kuhasolio Nakuru, nikapatana na mama mwenye aliniingisha ulesbian. Sasa umerudi Nakuru ama uko Salga? Nimetoka Salga narudi Nakuru kwenye kazi inapatikana. Okay. Kwenye nilienda ilikuwa ni boma ya lesbians. Okay, ni ma lesbians wanakaa huko. Sasa how I joined lesbianism. Na sasa wewe uliingia huko aje ama ulijipata huko aje? Kujipata kwangu niliambiwa kazi niende kwa hiyo boma. Huyo mama na watoto wenye wako majuu. Wenye wako nao hapo ni wajukuu. Lakini watoto wake wote wako majuu. So the woman kuniona akawa interested. Na akaanza kuniambia story na lesbianism, nikianza mambo na garden ya kwake. Alianza aje, nielezee vizuri? Alianza kuniambia what happened to you. Nilikuwa na ile depression ya mtoto. Nilikuwa nimezoea mtoto. Sasa mtoto mzee ameenda naye sasa. Okay. Juu hiyo mambo vile imekuja ma CID kusikia kaenda na mto. Nikamueleza kuhusu, I was like crying every day. Ulimuelezea aje? Kwa saizi umetoka, sasa ni kama umetoka kwa marriage. Sasa tumeondokeana. So hukurudi tena huko? Sikurudi. Mliwahi communicate tena? Yeah. Mka communicate mkaambianaje? Communicate, the last order aliniambia ni wewe ukiona ni ngumu unaweza taka mtoto wako ukuja, basi chukua mtoto wako. Juu anajua hakuna place I can afford. Naweza kana mtoto ama asome. So it's better nivumilia kae naye asome mpaka niwe financial stable care. Tafute mahali job hivyo. So kwa hiyo process huo mama akaniuliza, akanikuta dengine nalia, nikamueleza I miss my son, nimezoea ni hivi na hivi na hivi. Mama akaniambia unajua wanaume ni umbo. Hivyo ndo aliniambia. Ati wanaume ni umbo? Akaniambia tu unajua mimi I married to someone, lakini aliniachanisha na watoto, but nilea watoto wangu. Saizi watoto wangu wako majuu na kula matunda. Na mimi ni lesbian. Mama sasa ndo akaniambia. Sasa mimi nikashindwa lesbian kivipi? Na because alikuwa ni mdozi wangu, kuna ile yenye singemsukuma sana. Sasa nikaona kama anaongea kitu hii. Sasa ikabidi akanisukumia hiyo maneno, ikafika mahali akaniambia ati their salary. Akaniambia mimi nataka ukuje uniundie bedroom yangu. Okay. Nikaenda. Nikatengeneza. Kutengeneza mama akatoka bafu akakuja akanisukuma kwa wall. Na akasema kama mwanaume. Na akasema anataka kunionyesha na online
kenye nitaona pale nimfanyie, na kama sitafanya hivyo si nijisahau, yani nisahau huyo mtoto hadi mimi mwenyewe maisha yangu. So ikawa ni kama ananiwekea threats na sina mahali pa kuenda sasa mimi. Ni yeye tu, itabidi nimnyenyekee. Unaona, ni muabudu. Nikamwambia unataka ufanyiwe aje? Akanionyesha video hapo ya lesbianism. Nikamwangalia huyo mama, nikamwambia sasa ulikuwa unataka ni nami I do what you want and so video ilikuwa inaonyesha nini? Okay, sucking boobs, licking, unaona? You be romantic more than a man. Okay. You make her back her come. That ni kazi ngumu. She's an old woman. Hey. Amefika menopause. Huyo yake unaendea Timbuktu. Sasa ikabidi I have to do that or else aseme mimi nimeiba vile amesema niende nichomwe ama ni frame anything. Okay. Sasa kufanya mimi sikujua ati ni permanent. So ulifanya ulianza aje? Si naangalia video yule na ameniambia ati atanitia tu anichome aseme mimi ni mwizi, dead or kulik. I have to nikali kifu ama, and then I did that to her. Kumkaras, kumshika hizo boobs. Ikafika mahali it's like sasa mimi ndo boyfriend yake, the owner of the house. What? So that was the first time? Yes, yeah, first time. Nikashindwa mama shida yake ni nini? Unaona? Nikienda kufanya kitu anasema anaita jamaa mwenye alikuwa huko afanye, mimi nirudi naye kwa nyumba. It's like alikuwa sex addict. Ati anafanya nini? Alikuwa kama sex addict. Anaita jamaa afanye nini? Jamaa afanye hiyo kazi ya garden, mimi niende nimfanyie hizo shughuli kwa bedroom. Oh, so wewe usifanye kazi ya garden? Sasa kazi yangu ni it's like mimi niwe sex machine kwake. Oh. Like bila kuchoka. Daily. Okay, Ariata daily it's better. Every hours. Yani kama mtu ako sex addict. Oh, akikaka akitaka. Yani it's like ni kitu ameweka pale anaita tu ikuje hivyo. Na anakulipa? Analipa ama hata salary anasema atanipea kwenye ata decide nitoke. So nikaamua kuwin heart yake. Kuwin heart yake? Nijifanya I'm very loyal to her nini ndo at least anipe ile access ya kuona hata nje ya gate. Kozuko unatoka? Alikuwa amekataa, amefunga kabisa everywhere. Unaona, so mimi nikaona ni win heart yake, niweze tu kuona ile gate ikifunguliwa nitoke. Sasa kutoka nikakaa naye like 3 months, 3 to 4. So unafanya hiyo kitu ulikuwa unafanya mara ngapi kama siku moja? 4-5. And she's shouting morning. Sio mdomo ita change taste. Na ni mtu wa kanisa. Ni mtu wa kanisa, hadi washirika walikuwa wanakuja kila jioni. Kwani ni pastor? Ni mama wa kanisa. Sijali, aliniambia ni mama mmoja, sijui wa mama wanacheo kanisani, kitu kama hiyo. Like she's a donator, ana sponsor hiyo kanisa hivi. Huyu ni Mkristo? Hata chasanda ufai, yeye anatoka mapema sana akienda church. Na Bible. What? Inaitwa Ngano Jipya, ameishika tu. Ngano Jipya? Lakini wewe sana ni Muislamu, hujui mambo za Bible. Sasa mimi kenye Bible ni kitu yenye tumefundishwa hata shule. Unajua tujafanya tumefanya Christian religion. Yeah. Okay. Sasa nilikuwa zile za sasa washirika walikuwa wanakuja kufanya nini? Kuomba, wanaomba, wanapikiwa chai, wanakunywa chai huko, wanaomba. Alikuwa Mkikuyu? Kuimba Mkikuyu, she's Mkikuyu. Guy, walikuwa naomba aje? Mostly nilikuwa nasikia wakiomba. Angalia mic. Mostly walikuwa naomba kwa Kikuyu, wakisema ati sijui gai wa kore igoro, na wanalia hadi wanapiga magoti. Sasa nilikuwa analia. Kwanza sasa yeye ndo ako very emotional. Na sasa ilikuwa inaonekana like nimeokota mtoto Muislamu niko kulea nasaidia. Alikuwa anaonekana na kusaidia. Ananisaidia, which alikuwa ananimaliza bila kujua. Na hawa wa kanisa hao hawafanyii hivyo? Hapana, watu wa kanisa kuja huko unasikia mimi hadi na yuko high table. Yani like watu wa kanisa wakikuja mimi naambiwa wangu waoga, natolewa hadi nguo mpya yenye nitavaa dakika kama kiasi na nizitoe zikae kando. Urudi kwa kazi? Nirudi kwa kazi ya sex na sasa hii Sunday venye naenda church ungetoroka?
Okay, ndio nifike the process ya kutoka kwa mkono zake. Ndio nikuje sana nipate niamue kuishi na my 2 brothers. Wenye ni wenda wazimu, wenye wamefukuzwa hadi home. Tutafika hapo, utanielezea. Okay. Huyo mama alikaa, tukakaa, kaona kama nimempenda. Juu imefika mahali hadi akilala anakuja kuniambia ati good night, I love you. Unaona, ikawa ni mtindo. Na sasa wewe, juu wewe umemfanyia hivyo, yeye alikuwa anakufanyia nini? Ilifika mahali sasa ndo nakupelekea, ikafika mahali it's like I fall in love ya ukweli. The woman juu alikuwa ananichukua na nipeleka sasa kuninunulia mavazi ya kiume zote. Oh, ya kiume. Baka boxer. Paka nywele ninyolewe. Style ya nataka. Sasa kanipeleka baka tattoo. This one. The love. Yeah. Umedunga roho. Sasa ikawa ni amenieka juu sana. Nataka hata nisomee driving. Sasa we get married. Oh. Ati? We get married. Ako very serious. Na si yako church? Sina kuambia ni mama mkubwa wa kanisa hadi ana donate kanisa. Ndio nauliza mtaoana aje ama mtaoana tu chini ya maji? Sijui sasa, mimi I don't know vile alikuwa amepangia. Kuwini hivyo nikaona ako in love, ameacha ananiachilia unaona? Hadi amenipea password ya simu yake. Okay, ndio nilikuwa nauliza, you are a human being, you have feelings. Wewe wewe umemfanyia hizo vitu, umemsatisfy, wewe atakusatisfy ama? Okay, mimi saidi yangu hajaniguza. Hajanifanyia anything. Oh, yeye hakuwa anakuguza? Yeye ndo alikuwa anataka mimi ni msack boobs. Okay. Ni mlick. And then a shout. Na akikam, you have to come with a tank. Aone your tank, my tank. Aone. Umeona? Ashau. She's very very okay na kuambia you kill me. Like akwambia umeniua. Ala. At you are the best of the best kwa bed na kuambia juu sasa imefika mahali nimeona huyu Kenya anataka, wacha ni limie hiyo shamba anataka. So I decided. Kafika mahali ya out of control. Nikajua na mimi wewe kwenye utaniona. Akanituma na dhao niende ninunue. So gain trust na wewe. Kunipe hiyo dhao, what I did na hiyo dhao, nilichukua gari tu. Nikaenda. Oh, ulikuwa ushajua ku drive sasa? Nilichukua gari sasa ya barabara, si amenipea 1000. Okay. Kunipe hiyo 1000, niende ninunue. Ununue? Ninunue sasa siga, anibaie cigarette. Oh, so juu ushaanza hadi kusmoke. Sasa si ameamua kunispoil. Huyo sasa. Ikawa niko very juu sana. Huyo ni devil worshipper. Hadi chain, yani hakuna kinyange nibaie huyo. So umekuwa baby. Nimekuwa baby, real baby. Yani na anasema niheshimiwe. Okay. So kunipea hiyo 1000 mimi nilienda nikasikia gari inasema inavuka Nairobi. Ngapi 600. Niko na 1000. Nilikalia hiyo gari. Hivyo ndo vile nilitoka kwa mkono ya mama mchungaji. Mama mchungaji. Hebu sema hapo na nguvu. Juu huyu usio toa mwanelera huko gai. Kwao ni Moranga. Ilikuwa nipeleke hadi kwao Moranga. Ukafanya nini? Sasa si mimi nitakuwa bwana yake. Next si hata mimi nitafanywa maybe wazee wa kanisa. I don't know. Juu yeye alikuwa mwana. Kwani uchache alikuwa lesbian? Si unaona wenye wanakuja huko hata ni watu very decent. Ni watu very decent. Huwezi sema wako yeye. Si ati ni hao, siwezi jaja wengine. Ni mama sasa mwenyewe. Okay. Mama mwenyewe ndo naweza judge, mama mwenyewe ndo ameniambia nifanye hizo shughuli, and then hao wengine wakikuja mama ana pretend like yeye ni mwokovu sana, ame rescue mtoto Muislamu. Na maneno amepitia. Unaona, sasa ikafika mahali baka anaambia watu mtende mambo mazuri. Vile yana ati mtende mambo mazuri? Vile yeye ametenda, ameokota mtoto, analea, anasaidia. Okay. Sasa mimi hivyo ndo nitoka kwa mkono huo mama. Sasa umekuja Nairobi? Nimerudi side za Nairobi. Fika Nairobi sikukaa, nikapata gari za Naivasha na nilikuwa na 400. Nikaruka kwa hiyo gari za Naivasha na 200. Na sasa nikuulize, ulitoka Nakuru ukapita Naivasha ukakuja Nairobi alafu sasa gari yenye nilipata nikiescape ndo nilipata ni ya Nairobi. Mimi nikapanda tu hiyo ya 600, nitakuja nijipangie hapa kwenye hata naweza sema niende kwa za Naivasha na wanifuate. Si hiyo ya Nairobi si ungewaambiwa kuweke Naivasha?
Ama hukufikiria okay, hivyo? akili yangu kwanza nilikuwa nakaa hivi na uoga. Hivi. Juu nilikuwa naona kwenye huyu mama atanishika sasa ataniua. Kwa sababu haizi kubali siri yake. Na nikaambiwa amenifuatilia sana. Sana. Na saizi at the moment huyo mama nasikia hata ana kanisa yake ambaye sijui. Ako na kanisa? Yeah. Ana kanisa la Nakuru Free Area. Inaitwa aje? Sijajua. Hiyo naweza taka. Hiyo tungetaja jina haki. Hiyo sijajua kanisa yake inaitwa aje. Yeah. So mimi kutoka kurudi Naivasha, nikakuja nikakuta 2 of my brothers. Hakuna mtu anawasaidia. My elder brother Juni mwenda wazimu, kulikuwa ni wakati wa corona, and then mwenda wazimu amekuwa mwenda wazimu aje. My brother mimi hiyo sasa siwezi sema. Juu mimi brother yangu nimekuwa na yeye tuseme kama leo. Na nikaongea na yeye hivi. Kesho so after kurudi. After kurudi sasa niko Naivasha. Naongea na yeye leo hivi. Kesho mimi nikiamka mimi naona wote wawili ni wenda wazimu. Wote. Na walikuwa sawa. Very well okay. Baka alikuwa anaenda job. Alikuwa anaenda anatafuta kibarua zake huko. Anarudi, anapata hata kama ni 800 yake, anakuja ananiambia amepata 800 hivyo, unaona tukua hivyo. So mimi nikaambiwa amechizi, ameshaachilia. Mimi kwenda kujikonfirmia nika lose that interest ya life. Kwa sababu kama tegemeo ni elder brother na ndio ni mwenda wazimu, life ni nini? I don't know. Unamkatoa asubuhi unapata wamechizi. Ni nini walifanya ndio ujue wamechizi? Mimi mostly alikuwa anapenda kuargue na my stepmom, my elder brother. Na alikuwa analeta na juu ile yenye brother yangu ni ule mtu alikuwa apendi ujinga na apendi yani akose mtu heshima. But nikaambiwa waliargue. That is how my brother, nadhani kulingana vile watu wanaongea na vile unajua watu lazima waongee. Watu wananisukuma tu kuniambia juu sasa ni wewe peleka hao mandugu zako wasome Quran dua. Sasa mimi ile nikajifinya niende niulize huyo mahali what happened to my brothers. Nikaambiwa tu wametumiwa majini. Na nani? Sasa hakuniambia ni nani. Kuniambia si ni pesa next. Ati ni pesa, hakuna mahali yani mahali Naivasha hawezi kukusaidia bila pesa. Wa nini? I don't know. Azina nani hawa hawezi kusaidia bila pesa? Masheki hawa ni Naivasha. Wenye wanaswalisha tu Naivasha hii. Hawezi kusaidia bila pesa. Hawezi. Sasa kutoa huyo naweza ambiwa ninunue mbuzi mzima. Mimi mbuzi nitatoa wapi? Mimi mwenyewe sina lolote mbele wala nyuma. Mbuzi nitawatolea wapi? Juu pia mabro yako ni Waislamu. My brothers. So watu walirushiwa majini. Yeah. Na nani? Sasa hiyo swali nikitaka kujua ni nani, niliambiwa nikuje na mbuzi 3. Hata si moja. Ndo ni sijui ifanywe nini ndo wasome Quran na niambiwe ni nani amefanya hivi. My 2 brothers warudi, no? Kwani hadi kwa Waislamu kuna hiyo ukora? Okay, hiyo ni kitu yenye iko. Kwa Waislamu iko. Kusema ukweli wa Mungu hata hao kwenye wako tu ukweli ni kitu ya maana. Iko. Mbuzi ni za? Mbuzi sasa si ni ya kuchinja, wanatakanga sijui ni damu ama nini hizo majini. So haezi kuambia kama hauna mbuzi? Hawezi. Hata kunifungulia kitabu nishaambiwa kufungua kitabu peke yake ni 1500. Si ujifungulie basi. Sasa si hao ndo wanajua kusoma hizo vitu zao, mimi sielewi. Kwani wewe kusoma Quran? Quran unajua mimi naamini dini ya Kiislamu haikubali vitu kama hizo. Manake Waislamu wanaamini hizo ni ushirikina. Kama ni ushirikina basi mbona hao wanaangalilia ati unakuja unaona ati huyu mwalimu anaweza angalia ule mtu ndio alifanyia ule mtu mwingine kitu mbaya. Ati mwalimu ana uwezo wa kuangalia mwenye mpaka amekuibia. Sasa mimi naamini zote ni shirikina tu. Shirikina ni shirikina. Juu ile sasa Uislamu real haina hizo vitu. Haina. Hii nyingine ni ukora. Uislamu inafaa na roho ya kusaidia. Lakini ya huku Naivasha hakuna. Okay. Yeah. Even so bro yako wame nini? Wote wawili na ni the same day. Ambaye ni kitu wenye anyone kanaweza enda tu ajikonfirmia juu hizo stories za home ni kama ndo inaanza kuenea. Since nilijiongea kwa ndo imeanza kuenea. Ni kama like watu wameanza kufungua macho ndo wanaona. Juu after then my dad akawa deaf. Your dad? Yes. Mgani sasa? Biological father. Akakuwa deaf. Hasikii hadi akainaongea na wewe. Bado ni Muislamu? Yani Muislamu, lakini hasikii. Alienda hospitali kuangaliwa hakuna kitu, hakuna lolote ama chochote, but hasikii.
Sasa ni ngumu ni cooperate. Hata umwambie daddy ni hivi na hivi, ni ngumu, manake hasikii chochote. Yeye ni kuona na kutembea. Bado wako na ile stepmother? Huyo wako bado. Watoto wake wote wamesoma. Wameenda paka college, wengine wameenda university. Wanaishi vizuri, lakini sisi ndo tunaishi kwa varanda, ambaye wewe unajua hata akiona ni ukweli, nimeongea facts ambaye enye siogopi. Wewe unajua ataona. Sasa akiona nimeongea tu ukweli wangu. Hiyo boma ya mzee imebaki ni yeye na watoto. Sisi wengine wa mama wenye watoto mama wamekufa, sisi ni matakataka tu nje. Nobody can help us. First wife ndio huyo kijana yake ako karibu anaelekea 40s na hajaoa, na reidha hakuna support anapata kwa familia. Amekaa tu. Nobody help, nobody talk, kwa sababu amekonka everywhere. So after sasa hizo vitu zote zimehappen, what will happen to you? Umepata brother yako nini? Okay, kupata amekuwa hivyo, mimi kushughulika the step, nikaambiwa nilete hizo mambo na mambuzi. Niliona hapo wenyewe hata kama napenda kiwango gani sina hiyo uwezo. Sina uwezo kabisa. Hata nikitaka kufanya nini ama nini, nitatoa wapi mbuzi 3 kufungua kitabu ndio hiyo 5k, naona. Na my brothers hawakai home, wamefukuzwa. Wanakaa wapi? Kwenye wanakaa ni kwenye nimechukua tu nyumba. Nakaa nyumba, nilikuwa nyumba 1000, sasa nimeenda kwa ya 1500 ya stima, nakaa nao. Na okay, hiyo venye nini hawako sawa, ni vitu gani wanafanya? Okay, kutokuwa sawa kwao ni brother yangu huyo, kama nisipoenda kumchukua, kuna time my elder brother alichelewa nje. Kuchelewa nje, kuna jamaa alitake advantage of my brother, akamtumia nyuma. Kumtumia nyuma, brother yangu akagonjeka. Kwenda hospitali, wanasema tusijui ugonjwa gani huku nyuma. Gonjeka. So wanataka pesa hii na hii. Sasa kabla waliitishanga 10,000. Unaona? Sasa kwa hiyo 10,000 nikangangana nikaenda mimi mwenyewe. Kupeleka brother yangu huko, naambiwa sasa hiyo disease imemkula sana, imevuka mpa. Imekuja sasa kwa kifua, inakaa kama pimples. Kwa kifua, yani kama zile zinapasuka, alafu analia, ni uchungu. So anatoa nguo. Sasa hapo ndo unajua ni brother yangu, mimi sina hiyo uwezo wa kwenda kutoa brother yangu manguo. Kumpeleka mwenye nilimwambia ende aniangalie, si alisema alipwe, nikasema ni sawa nitalipa, ende yaangalie. Kuangalia nikaambiwa imemhamu sana. Zaidi nikaambiwa paka tukaenda kwa daktari, akaambiwa alale kwa table fulani hivi. Nikasema huyu ni my real brother na ni mkubwa wangu, mimi siwezi ona uchi wa brother yangu. Nikakataa kabisa kuona. Kwa hiyo nikaambiwa kwenye imefikia huyo brother yako hayuko sawa, Kenya nitafanya nitafute 30,000 niende Kijabi. Niende Kijabi ya Nairobi. Niliambiwa hivyo, which siku proceed kutoka hapo. Ndio naona sasa ni kama imemu-affect the level, anaanza kwenda hivi, alafu anapanua miguu like anaenda na huyo mwingine. Mwingine mimi kutoka saizi niko na siku 3 nimemtafuta everywhere, sijamuona. Sijui kwenye yako. Na yeye ni behaviors kama gani alikuwa nazo ndio kujua? Anijui? Akujui? Atujui. Unaona wote wawili wamefanya design ya kama hawanijui, hawatujui, wanaweza chukua mawe waanze unaangalia nani, waenda wabomoe kibanda ya watu, unaona, at the first. Hiyo ndo wenye nilikuwa na fight na my brothers. Ikabidi nisahau na mtoto kwanza, I focus here, kwa sababu imefika mahali nikiambia juu kwanza. So ulirudishwa mtoto wako? Nilikuwa sasa plan yangu ilikuwa niende nichukue mtoto wangu. Ndio nikakuja nikapatana na incident sasa kabisa imezidi kwa my brothers. Kuona brothers zangu situation zenye wako na Kenya ninaitishwa, nikaona wewe waache huo mtoto abaki huko, ya Mungu ni mengi, acha sasa tungoje tu Mungu. Nikatoa brother yangu kwa street, mwenye alitake advantage akala naye, nikamtoa nikachukua nyumba ya matope ya 250 shillings first kwanza. Nikaona sasa wacha ningangane na wazimu wangu
wetu hapa juu babangu ndio huyo ni aski. Hakuna kitu anajua. Ni mtu tu juu unafaa ufuatilie mtoto wako. Naona. Babangu ashughuliki. Ikabidi mimi mwenyewe sasa nikajiambia babangu ni aski. Huyu ni chizi, ule mwingine ni chizi. Sasa ule mtoto nikimleta si nitafanya yeye chokora. True. Nikasema no need. Wacha tu nivumilie niuguze ugonjwa wangu wa moyo peke yangu. Wacha nibebane na hii uzito ya hawa vijana brother zangu. Kwa sababu ningetaka kuona wana future poa, kesho watanisaidia mtoto. Ikawa ni worse up to this minute yenye naongea na wewe, hakuna kenye naweza fanya kuwasaidia. Kila mahali yenye nataka kuwasaidia ni pesa. Sasa jioni ikifika niende nitafute huyo mwingine, nimweke kwa nyumba. Akae kwa nyumba juu. Sasa akikunywa chai aende sijui anakula wapi lunch. Kurudi kwa nyumba ni mimi nimtafute 6 nikitoka hasa. Niende nitafute kibarua kwa sababu akikuja lazima akule. Lazima nimlazimishe kuoga. Naona. Na ni mwenda wazimu anaweza oga sabuni na kuna time alitoka na pofu mwili mzima na ameacha nguo na ameacha bafu ameshika njia uchi. Kabidi niende nitafute vijana nao ukiwaambia wanirudishie lazima uwape kitu. So kama utaenda hasa upate 300 yako, utaujua 100 unapea hao vijana wa kukuletea brother yako kwa nyumba. Kwenye mlikuwa ngapi? Wote ama? Sasa ulikuwa umeniambia mlikuwa 4? Mama. Huyo mwingine ako wapi? Huyo mwingine msichana ni mdogo. Alikuwa mdogo. Saizi ndo at least ako sawa but pia inakaa naye. Sasa uko kwa my dad hakuna mtoto wa mamangu ama mtoto wa first wife. Hapana, baba yangu amekaa yeye na watoto wa third wife na third wife wake. Hiyo story yote sasa wewe imekuwa affect aje? Kuni affect ni naona kwa watoto wanne tumezaliwa kama my elder brother mwenye ako si hivyo. Maybe are you okay mentally? Okay, inafika mahali kuna venye ulikuwa umeniambia umeingia into drugs. The reason why nimeingia into drugs ni ile imefika mahali mpaka ninaambiwa na watu unajiongelesha kwa barabara. Okay. Jamaa mwingine akakuja akaniambia unaona ukitumia Cosmos hakuna kitu utaona, wanaita P2 kitu kama hiyo. Hiyo ni kuna tembe yenye wazimu wanapeangwa. Kadogo. Inauzwa. Sasa huyo jamaa akaniambia hiyo ukimeza utakuwa sawa. Sasa kumeza hiyo dawa nikaona kama niko zombie, hata sioni kitu kubwa. Sasa Kenya yote inatendeka mimi naona kama nino. Nikaona sasa kwenye nikiendelea na hizi tembe huyu jamaa anani advice nitasahau mtoto na nitasahau ama brother zangu. Nikaona hapana haifai. Nikaondokea hiyo, nikaanza kuingia jaba, sigara, pombe 24/7 niwe hai. Kwa sababu nikiwa normal siwezi cooperate na hizi mambo. Nene nitafute mwenda wazimu ndio huyo tena naitiwa pale amefanya vituko. Yaani kafika mahali mimi naambiwa jina yangu ni sister ya mwenda wazimu. Nilifikia to that level. Brother yangu sasa huyu mdogo naye huyu mwenye saa amechizi na huyu mkubwa the same day, brother yangu naye mdogo akaamua, Kenya aliamua aende. Niliitwa brother yangu ati anavunja magari huko. Huyo mdogo. Amepigwa sasa na mob. Nikamwambia mnapiga huyu hayuko sawa. Sasa wakaona kama mimi pia ndo labda naweza tuma huyo brother yangu. Ilifika mahali wakaenda wakajionea watu. Kujionea hivyo ndo brother yangu mdogo aliyepo. Na alikuwa anacheka, anapigwa na anacheka. Cause si yeye. Na it's like ana controliwa joke. Unaona kuna time wanaweza kaa kwa nyumba tukae nao, nione ule amekaa ile side huyu wametulia. Unaona na watulie. Lakini dakika kidogo ikifika unaona wote at the same, yani kila kitu yenye anafanya ina happen, shit ina happen at the same time wote. Yani ule akiamuka anataka kufanya hivyo ule pia mambo yao inaandamana, yani the same everything kwa my real brothers tumbo moja. So nikaa kurogwa. Yeah. Hiyo sioni kama ni kurogwa tu. Ni kurogwa tu. Sasa hiyo nayo kuondoa hizo ndo nikaambiwa nikuje na hizo which nikashindwa nitatoa wapi mimi. Kaachana na up to where. So saizi wewe bado uko bado into drugs. Okay, nisipokuwa into drugs sijui kama naweza kuwa normal. Sidhani naweza kuwa normal kama si uko into drugs.
naona kama nitawajoin kwa sababu kucooperate nao hata mimi lazima niwe mwenda wazimu. That is how my life iko. Na niulize aje, so venye ulitoka kwa huyo madhi na ukakuja Naivasha, hujaitoka huko tena? Sije, nimeamua kutulia nao na naenda tu vibarua, naweza enda saidia Dabibi, naweza itoa vibarua ya kulima. Natoka naenda, but na make sure narudi kwa sababu lazima niende niwatafute. Justaki pia it happened the same kenye ilimuhapenia. Ni mtu mwenye haizi sahau na hiyo kisa, ni mwenda wazimu lakini haizi sahau na hiyo kisa. Mashinda akisema unaona wanaume wangapi? 4 walinifanyia hivyo. Na mimi nikaona kama ni mimi pekee anaambia, nikaona niite marafiki wa mhoji kivyao kando kando. The same up to this dakika inaongea naye. Ati wanaume 4 walimfanyia hivyo kwa kibanda. What? Hiyo sasa ni unyama ama ni nini sasa? Na yeye mwenyewe anasema unajua hata kama ni mwenda wazimu hiyo imtoki. Lakini hakujua ni akina nani. Ajui, anasema ni hata akijua atafanya nini. Anasemanga tu wanaume si wazuri. Hivyo ndo anapenda kusema. Na wewe sasa historia yako ya lesbianism uliacha ama kuenda? Okay, since from there sikuiacha. Ikafika mahali nikapatana na mtu mwenye ananielewa, understanding, but jamaa hapana. Dem amejileta sasa. Sasa unaona mimi nishafundishwa tabia ya kuvaa kioyo tomboy. Sasa kuniambia nivae dera ama nivae skirt ama tight. Hata sina dakika yenye naongea na hata sina hata moja. What? Ama chupi. I do boxers. Yeah. The bare truth. Niko hiyo life. Sasa umevaa boxer. Very proud. Okay, so after kukuja huko uliendelea kufanya hizo vitu? Hebu nielezee just scenarios. Kutoka hapo nikakuja nikapatana na ni mtoto wa cool kid. Tuseme ni cool kid. Wako na do. Wana do. Na niendo alinikatia. So wewe ni dem wewe ni boy. Sasa kuna wanaita stud na famous. Yeah. Sasa hii type ya dem ndo mini stud. Okay. Yeah. So I act like a man in everything. Kila kitu. So yeye amekuja amekukatia. Aliniambia tu ako interested na mimi sikumficha, nikampea background yangu, nikamuuliza uko ready tukae? Sasa dem ile kukaa mimi nikaona hapana, acha niachilie maisha huyu, ni mimi mwenyewe nitaharibu, manake mimi nimeamua ni mandugu zangu. Hakuna vile nitapay attention kwa mtu ama to plan future. So nilimtafutia njia kuondoka katika maisha yangu. Ulimtafutiaje? Nilimtafutia njia na kutafuta mtu mwingine aone kama niko interested na another person, which the person anajua ni Dale, a friend of mine. Mlikuwa mmekaa for how long naye? Hatujakaa 2 weeks hivi. Yani kama before tuwe na feelings attached ni muondoe tu mimi, nisiharibu maisha yake kwa kumwambia tulee ndugu zangu amani. So I decided kukaa peke yangu. Nikae, but niko into hiyo. So nilikuwa na receive messages za madem sana. Walikuwa wanatumana sana. Wanatumana aje? Si wanatumana namba yangu. Kuna mwenye alikuwa ananibaiadi hizi simu za katuru, hizo button. Alikuwa ananibaiadi hiyo simu ya button ile tumeka na ikadi laini. But Waislamu bado ama? Hapana. Mostly nimedate Wataita, Waswahili. Na Wadigo na Wakikuyu. Mostly. Sasa umedate madem kaa ngapi? Countless. What? Kugonga. Sijagonga. Sasa labda tuseme tu hiyo. Sijagonga. Umesema ni countless. Countless. Unajua ni ile kusema wewe ni wangu but you have never make anything, unaona? Na so you don't feel any hauko guilty kufanya hivyo? Okay, since nitoke like right now ati nipate mwenye mimi nitafurahia kukaa na yeye na nipendeze. Sintamtreat tu vile anafaa. So what I mean is this, you don't feel as in I don't this have thing started, it is nini inanifinjilia na feel kutoka kwa hii kitu, una feel tu uko sawa? There is a time nilikuwa na feel kutoka. Na nikisema nitoke nilikuwa nasema nitoke both, nisidate men na nisidate girls, I be who. Nini ilikuwa imefanya ufike hapo? There kenye ilituma nifike hapo ni niliona kama sina plan ya future. Mimi nimeona future yangu sasa itakuwa ni kulea mandugu zangu.
So wacha niondoke kwa zote, let me focus with my brothers. Hivyo ndo vile mimi nilikuwa nimedecide. Then what happened? Nothing happened because niko in that situation too bado. Oh, so uli decide then ukaona let me just stay here. Like okay, nikiulizwa na stand na straights ama lesbianism, most mimi nitasema mimi ni lesbian. But I'm not dating. So kutoka venye ulikuwa sasa venye uliingia into lesbianism, so hujaipatana na mwanaume? Never ever. Hauna feelings za Naona kama ninakaa na ndugu yangu kwa wanaume. Hata kidogo sina. For real? But don't dare me with the girls. Hiyo tu. So mtu akikuacha na demu yake unamgongea? Hata simu ni namba tu, kutoka hapo utasikia baby. Hebu leta simu yako. Nikae nayo usipeane namba. For real? Si unajua inalingana na vile, si kila kitu pesa. So ni nini unaonanga kwa demu? If I may ask. Kenya naona kwa demu ni what I believe in, mwanamke akipenda amependa, lakini mwanamke akipenda amependa, na mwanamke ndo akufanyia ujinga labda uko umemwanza. Naona mwanamke akipenda anajipa na roho yake yote. Tuseme for example mimi ni chali, naweza angalia demu, na demu ako na haga, ako na boobs, ako nini, ako na sura. Wewe unaonanga nini? Haga, sura achana nayo. Unaangalia pia shape na character, tabia. I have feelings for them, I don't have feelings for men. Okay, utaifanyia nini? Nitafanya Kenya anaweza fanywa na mwanaume akam. Hauna. Are you sure it's only I must have the whatever ndio nilale na dem? No. So pia unaangalia urembo na shape na character. Na tabia. Pia nyinyi mnaangalia tabia. Sura achana na. Sura sifuatangi. For real? Sura sifuati for real. Ni wewe ama ninyi wote? I don't know others, but for me, mimi saidi yangu sura. Sasa shape, ndio hapo kwa shape imekuwa sikuwa nafikiria ati inaweza kuwa. Sasa Kenya inaweza ni attract mimi ni shape. Like mimi spendi mademu wa njibi. So lazima dema kwa amevaa ka dem ndio aku attract. Anivutie kwa njia zake. Na dema amevaa ka tomboy. So ka wewe. Wewe ni bro. But si bado ni dem. Si ni dem lakini bro. So hamwezi. By the way nyinyi mko na mavitu. Hawezi. So okay. Niulize aje, umeniambia so wewe hauna noma kufeel uko size, una feel tu uko sawa? Niko okay. Mimi unaweza niacha na brother yako, unaweza lakini usiniache na bibi. Guy, shindwe. Okay, kulingana na wewe umeniambia wewe ni Muislamu. Kulingana na sasa hiyo story ya Uislamu, are you supposed to be doing that? No, I'm not. But nauliza if sifai kufanya hivyo, like right now wewe kitu ya kwanza umeanza ni kuniambia maybe the Bible ikubali this and this, you give me an advice, you know? Ndio maana nimekuuliza sasa, hata sitaki kukupeleka kwa Bible. Sasa mimi in Islam hakuna Muislamu utakuta na huyu si mtoto wa Muislamu, hebu njoo mamangu. Umekuja mam, hivi na hivi na hivi si vizuri hivi. Hawasemangi hivyo. Hapana. Ni wakiona ukipita pale au ni wakae waangalie upite, labda uambie tu na nini zako shikamo, ile heshima tu. Hadi unaweza kosa kujibiwa. Kwa sababu brother zako ni psycho, ule mama mdogo ndo mwenye pesa. So yeye ndo wanaabudu sasa huyo mwenye ana pesa. So wewe hakuna venye unaweza taka kutoka kwa into lesbianism? Ningetamani sana nitoke. Na nikitoka niwe at least ni mtu mwenye hata kama nita settle, ni settle, lakini wanaume hapo wana kazi wanaume. Si unaweza celibate? Unajua okay, kuna hisia I'm human, lazima nipende na nipendwe. We can't say everything at I understand you. But si kumaanisha ati juu umetoka kwa lesbianism lazima ati uende kao umefall into a man ndio sasa ufeel hapa nimefit vizuri.
Okay, kufall for man, it will take kabla ani insist, yani kabla niongeleshe na nimwambie yes. Enye haina haja nimdanganye. Maybe hata when it came to sex, maybe akae tu yeye aendelee, mimi it's like ni kitu normal tu. I got no feelings towards ni ngumu. Hiyo ni ngumu. Sasa unajua kulingana na sasa wacha niongee in terms of faith ama believe. Kulingana na believe yako sasa mimi naweza shindwa kukuadvise sana because you are a Muslim or a Christian. But according to ni sasa sisi wa Kristo hiyo si poa hata kidogo, jua Biblia imekataa. Na ndio nilikuwa nimekuambia culture yetu imekataa, si ndio vya Africans. Yeah. So mimi hapo hata sijui naweza sema nini. Hapa ni mahali mtu anasema. Unajua kama ningepata mtu wa kuniambia before. But hata saizi I think it is not too late. Okay, wenye wananiambianga funny thing ni Christian. Hakuna siku nishaona Muslim ameniambia such thing. Wanakuambia aje? Hakuna. Nasema wenye wanakuambianga Wakristo wanakuambia aje? Okay, Kristo ananiambia believe, uamini, one day utatoka hapo na uwe na boma na uongeze hadi watoto. Muislamu hata kunisaidia hajai nisaidia. Mwenye unisaidia ni wa Kristo. Unajua ili kusema ukweli. Unajua vitu zinakuanga vice versa. Juu si tunasemanga Waislamu ndio wanasaidiana. Sasa tena wewe unasema Waislamu. Okay, mimi saidi yangu, unajua mimi nasema saidi yangu. Okay. Mwenye amenisaidia, wenye wamenisupport, yani hata nao ma brother zangu. Unaweza kuta uone huyu mtu anaona uni anamshika. Ni Mkristo, lakini sijaona Muislamu. Kwanza kuna siku washai faint. Na alifaint kwa duka Waislamu. Hakuna Muislamu alimbeba hapo, ni Wakristo walimbeba. Na Waislamu wameketi pale. The bare truth story. Hakumbeba. Na mbona kama unaona hausaidiki huko, mbona umekaa tu? Sijakaa, that's why I take step ya kuwachia buibui. Hizo tradition, the reason why I wear this. So right now you are not a Muslim, you are not a Christian. Yes, yuko. Sasa ndo nakaa ni choose which path nitaenda. Jusi wote tunaabudu Mungu. Nione ni wapi kwenye una usaidizi kwenye mnajua uwezi sema nitakaa mahali enye kusema ukweli wa Mungu hawana hata utu hata huruma. Okay, so uko hapo torn in between kwa Muislamu ama Mkristo? Niko tu hapo. That is so, hiyo ni kitu tricky. Hiyo ni kitu tricky sana. But okay, about how do you feel about Wakristo unawachukuliaje? Okay, mimi saidi yangu wenye nimepatana nao ukweli ni kitu ya maana. Mimi wananisaidia. Unaweza kuta unaona mwenye ni neighbor ni Mkristo, Mkikuyu, unaona. Anakuja anasema, Fatuma, shikai unga na ushikai 100, hebu nunua mboga hivi na hii. Na jirani ni unaweza kuta jirani yangu ni Muislamu. Amepika hapa, sasa kulikuwa nipe hiyo chakula, heri amwagie umbwa. Na sasa considering tuseme huyo madhe mwenye alikuwa ni Mkristo, ni yeye alikuintroduce to lesbianism. Yeah. How feel like bado kuna kaishish? Okay, mimi ninaona all this Kenya nimepitia, if my parents wange cooperate maybe hata ningekuwa faa. So hii process yote nimepitia ndo nipatane na mjamaa that age, akiwa married, unaona. Nikazaa, alafu ndo nikaingishwa kwa robbery. Wanyeri tena, Munyeri. So ningekuwa na mtu kama huyo. Lakini unakuta huyo mama ndo ameniingisha, na kuniingisha kwangu ni hiyo circumstances yenye mimi nilipitia. Hakuna mtu alikea, hakuna mtu alinifuatilia. Ni huyo ndo alitake advantage akaniweka kwa hii life. Hope to maybe one day nitatoka pia. Ushitumia drugs zingine apart from sasa jaba, pombe? Nimejidunga Mombasa kama hii. Kwani ushaenda Mombasa? Kukaa huko? Hapana, sikwenda kukaa. Tulienda tu ni vibarua. Tukarudi. Kazi gani? Okay, ni Bombolulu mwisho. Wanaita Bombolulu mwisho. Huko ndo kwenye tulienda 5 days. Ujenzi. Nimefanya hadi mjengo. So ulijidunga kwa nini?
Okay, niliona kama ni starehe my youth pia na mambo yenye mimi zangu zenye zimepitia my mama amepass issues tu za life ndio imetuma nijikute hiyo situation. Unaona ukikaa nomo una think excess. Kuna time nilikuwa na meza dawa ya kichwa mara 4 kwa siku. Juu ya kichwa venye inauma. Yeah. Mpaka nikaambiwa ati niende scanning ya kichwa. Ni mambo kama zipi zingine umepitia? Mejo zenye nimepitia ni hiyo mateso tu ya side ya wazazi. Sasa hizo zako zenye zimekutocha una feel kwa zinanichotocha mwili wangu mentally nini? Okay, hizo vitu zenye nimetumia ikani affect ama. Nimetumia jaba. Vitu zenye yani hii zilifanya umeniambia saka venye bro yako alinini. Okay. Zilikulead into that. Sindio vitu gani zingine? Issue ya my brother. Issue ya mimi kuambiwa na mwanamke nilale na first time. So hiyo kitu bado inaku affect. Yeah, up to right now. Juu nilikuwa najiuliza ndo niingia hapo na huyo mama. Nilikuwa naona kama alikuwa anataka kunitoa kafara so hizo vitu bado zina flash kwa mind yangu. Na brother yangu vile anashinda akisema ametumika nyuma, unaona hizo zote zinani affect side yangu. Pia mimi ni kuona miadarati zenye natumia, naona kuona life yangu kwenye hii kondo. Nimekuambia imefika mahali nimeona sina dhamana katika hii maisha. Nimeamua sitaki relationship side ya lesbian na rather side ya wanaume. Wacha ni kuwa na relationship with my brothers. Juu nimeona sina umuhimu. Unaweza taka kwenda rehabilitation? Yeah, I can. Unaweza taka? Yeah. Okay. Ningetaka kwenda na pia my brothers. Muende nao ama? Ningetamani nione kwanza huyo mkubwa amerudi at least ako sawa anaweza handle mdogo alafu mimi niende rehab. Okay. So ukifeel wako settled wewe uko sawa. Nikiona brother yangu at least mkubwa amerudi normal, ameshughulika kwa tu sawa, anaweza kaa na mdogo, mimi can go rehab. But sasa nikisema niende rehab ni wawache. Next maybe ndaitiwa kifo, I don't know. Sasa hizi mna survive huko? Ni vibarua tu? Okay, mwenye ni mimi ndo mwenye nimeshikilia wote ama ndugu zangu wawili. So naenda kibarua leo unaweza pata kesho hakuna. Yeah. Okay. Mwenye umesema huyu uko na 3 days kama hujamuona? Nilikuwa supposed kwenda kumtafuta leo. Lakini sasa ndo nikasema nikuje hii side yenu. So nikitoka hapa kwenye nashikia ndo naanza kumtafuta nikirudisha ule mwingine mkubwa kwa nyumba. Ayuko umemtafuta huko kwote kwa mkosa? Nilikuwa nimemtafuta side ya Tao yote, nimeambiwa alikuwa hiyo area na nikaambiwa nikitaka kumpata niende saa 5. Which si kuenda leo. Okay. Wow. Vitu zingine ni ngumu by the way. Yeah. Vitu zingine ni ngumu but I think uliniambia unaitwa Fatma. Yeah. Fatma kitu yenye anahitaji kutoka kwetu ni usaidizi tu. Sidhani saizi hata advices zetu zinaweza msaidia sana. Kwanza tunaweza jua venye tunaweza msaidia aweze kusaidia huyo brother yake na at least waweze kuishi mahali pazuri, si ndio? Yeah. Lakini pia unaweza jiongea na unaweza taka wewe ujiongee from your position mahali huko, ongelesha tu watu waambie venye unaweza taka, si ndio? Okay, mimi Kenya mimi naomba naweza sema nisaidie ya my brother akue kwanza okay. Aende hosi. Angalau ulikuwa member ni 30k. Niambo ni 30,000. Okay, matibabu yenye nilikuwa nasema kuhusu brother yangu ni vitu mbili ndo zimemea kwa after kufanyiwa hizo shughuli na wanaume. Hizo vitu mbili ziko hii side ndo naambiwa iende ikatwe ambayo sijajua. Okay. Ndio unahitaji hiyo 30k. Yeah, iende itolewe. Ni hemorrhoids. Kuna kwa ziumea by the way. Nishaisikia story kaa hizo. Watu labda mtu mwenye amepitia nini kaa hiyo situation kaa hiyo. Yeah, so hiyo ndio the reason ya mimi kuambiwa kwenda hiyo Kenyatta kwanza hiyo itolewe. Ndio zinafaa zikatwe? Ziende zikatwe, ziko mbili. Okay. So kwenda kwake hata haja bado ni stress. So hata kukaa chini ni ngumu? Yeah, sana pia ni kulala na lala, kutembea na tembea like. Miguu imeachana hivi alafu ana bend. Okay.
Okay, I hope hapo kila mtu ameget the reason why Fatuma anahitaji hizo 30k ndio bro yake aende akafanywe akatolewa hizo vitu. Hiyo side nyingine ya kuwa mwenda wazimu warudi wakiwa sawa, na from there brother yangu wakirudi sawa wanaweza kaa pamoja. Mimi pia naomba niende side ya rehabilitation. Yeah. Okay, I think tutaenda tu pole pole. Yeah. Kwanza to make sure bro amekuwa sawa, si ndio? Yeah. Huyo mmoja ameenda ule mbao apelekwe, umesema Kijabi ya Nairobi. Yeah. By the way kuna msi yako hapo na unaweza taka kusupport Fatuma, atapeana namba yake ya simu, kwanza tushikilie huyo bro yake. Na situation zingine kama hizo mimi usema si lazima hata yeye umtumie do direct. Kama una feel uko able kufanya hivyo, si unaweza enda hata kwa hosi uende ulipe hiyo do. Hata unaweza mtembelea uende uone venye wanaishi, ndio uamini vitu zingine kama hizo. Nje nyingine yote yenye unaweza msupport nayo, kama ni job, kama ni kumsupport financially, feel free to do that. Naweza taka upeane namba yako ya simu, si ndio? Ama jina za nini za ID? Okay, majina ni Fatuma Agolo Huka, namba ni 0719 543 0790 ama 19 0719 yeah 543 730 730. Rudia tena 0719 543 730. Okay. Fatuma Agolo Huka. Yeah. So thank you so much juu ya kukama hapa. Na I think nilikuwa nimekwambia hiyo story yako nitaifuatilia sana. Cause I think nitakuja Naivasha, or I think I'll come. Ndio naweza pia taka kukava hiyo story ya mabro zako, tuone venye wanaweza nini. Bedeka kuna mtu anaweza tujitolea, tusaidie tu na hiyo 30k, tuende tumpeleke hosi. Nita make sure tumekava kila kitu hapa. Another thing, pia kama uko na piece of advice unaweza mpea. Juu umesikia bado situation yake ni tricky kidogo. Kwa hizo mambo zenye yako za lesbianism. Sasa ako torn in between Christianity and Muslim. Mimi sasa ikifika ni mahali kaa hapo sasa nataka naachia hao wenye wanatuangalia, cause kuna watu tunaende maprofesa wenye wanatuwatch, si ndio? Yeah. So wako in a better position, they can call you wakuongeleshe. Tuko na watu wenye wanaweza bado, kama tuna mtu kama counselor, I think still we need one mwenye anaweza pia muongelesha, cause kukuwa na vitu hizo zote kwa akili na wewe tu ni mtu mmoja tu zinaweza ku overload. So namba yake ni hiyo, na onani mudu ukienda kuaranilia nani. Unasikia Kikuyu? Nasikia. Nimesema aje? Na mtu akitaka kuongea na wewe? Sijasema hivyo. Okay. Nimesema hivyo. Pia kama unaweza taka kuongea na mimi, ndio tujue venye tunamsaidia. Tunaweza msaidia. Namba yetu ni 0724 333313. No mutuhurire na namba yo, by the way tumenye uria tuguteithia mutumia uyu kana muiritu uyu. Nimekuita dem. Tumenye uria tukumuteithia. At least by the way we can save this life. Hatirifata, hakuna haja tuangalie akipotea into drugs ama hizo vitu zote zenye yako nazo kwa kichwa, na labda wewe uko tu hapo umekaa poa, God amekusaidia, unakula unakunywa, watoto wako wako sawa, umeweka pesa kwa bank, zingine hata hazijuani, no tutaidie mutumio by the way na ateitheke. So muigwe mwe free gutwariria na nijue Ngai ni aguturathima. God bless you so much, tunawapenda sana, mkoro mwina ihinda riega, asanteni sana. Uko na kitu tunaweza sema before tumalize? Okay, nitasema mbarikiwe kwa wenye wametazama, na pia nitashukuru mkini support. Na kama naweza pata mtu wa kuongelesha madam Fatuma, kama we ni counselor, na si wale counselor wa kujifanya ati sijui ulienda ukafanya certificate for 2 months ukaanza kujiita nini. Bana, mtu anajua Kenya anafanya. Mimi naweza jua venye tunaweza organize, tumlipie session kadhaa kwanza ongeleshwe, at least pia I feel relieved, ndio? Yeah. Hiyo nitajua venye nitafanya. So you can call me, tujue venye tutapanga. God bless you so much. Golden Dream Land and Properties Limited tukureheire kamata ofa ya ushindi 50 by 100 bei ekahoro shua 830,000
cash. Nawe urenda kuriha kahora kahora, deposit ne 200,000. Nakwa Joy Gardens Masinga 50 by 100. Precious Gardens Malindi 100 by 100 quarters. Baine 199,000 cash. Marahine title deed inclusive. Tosherere Roy Rotan BD House 3rd floor. Zibone 0718 004455. Golden Dream Land and Properties Limited. Title deed is our DNA.